Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, because you are not a man that changes your mind, Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? To do? It can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, make it go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus, Jesus, you don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No, 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 no. It can never ever exist. Ministry inakukaribisha kwenye ibada ya kila Jumapili. Ibada ya kwanza ikianza saa 4 hadi saa 6, huku ibada ya pili ikianza saa 6 hadi saa 8 mchana. Kanisa letu linapatikana kwenye mzunguko wa City Stadium, njia ya kuingia Mthurwa, kwenye jengo la Mang Holding Building, second floor. Kwa maneno zaidi, sema nasi kupitia nambari ya simu 0722239555. Njooni tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu kwa pamoja.
Mfalme wa ajabu, umetupigania. Umetuepusha na mabaya, umetuepusha na ajali. Tumesafiri huu mwaka wote, tumesafiri, lakini mfalme wa ajabu haukubali tuangamie, haukukubali mfalme wa ajabu tupate hizo ajali. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Asante ni kwa sababu ya mwaka unaisha salama. Watoto wetu kutoka Januari umekuwa mwaminifu, umepeana school fees, wamesoma. Asante Bwana, ni kwa sababu hakuna siku hata moja tumelala njaa. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Hatukustahili mazuri yale yafanyike kwetu, lakini wewe Mungu umekuwa Mungu wa huruma, Mungu wa neema. Kibali chako Bwana kimekuwa juu yetu, neema yako Bwana imetutosha. Asante Bwana, asante Mfalme. Asante ni kwa sababu ya kutupa nguvu ya kufanya kazi yako. Mambo ni mengi ambayo mfalme wa ajabu yangelitufanya tukagaili tukarudi nyuma, lakini asante ni kwa sababu ya nguvu zako. Asante ni kwa sababu ya uaminifu wako Mfalme. Asante ni kwa sababu ya wokovu ulio ndani yetu siku ya leo. Asante ni kwa sababu ya kutupa kibali kusimama patakatifu pako. Asante ni kwa sababu ya msamaha. Asante ni kwa sababu ya utakazo. Ingelikuwa Bwana unaangalia dhambi zetu na makosa yetu, hakuna mmoja wetu angestahili kusimama mbele zako. Asante ni kwa sababu ya rehema zako Emanueli. Asante ni kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ni kwa ajili ya dhambi zetu, na ndiposa siku ya leo tunahesabika kuwa haki mbele zako. Pokea sifa, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umetutenda mema, umetutenda mema, umetutenda mema. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako Mfalme liinuliwe. Asante ni kwa sababu ya wale umewapa kazi mwaka huu. Asante Bwana wa mabwana ni kwa sababu ya wale umeinua. Asante ni kwa sababu ya wale Bwana umefungua. Asante ni kwa sababu ya wale wote Bwana umeokoa. Asante ni kwa sababu ya wale Mfalme wa ajabu umekomboa. Asante ni kwa sababu ya wale wanatangaza uhuru wao hata siku ya leo. Ni asante ni kwa sababu ya wale Bwana utazidi kutenda mema. Asante ni kwa sababu ya wale Bwana utazidi kufungua kupitia madhabahu haya. Asante ni kwa sababu ya umbali Bwana unatupeleka. Kwa hakika tunaamini ya kwamba wewe umekuwa mwema. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako liinuliwe. Unastahili sifa, unastahili sifa, unastahili sifa. Pokea sifa na utukufu ni zako Emanueli. Unastahili kuabudiwa Mfalme wa amani. Vinywa vyetu Bwana hatutanyamaza tukikili wema wako na ushindi wako. Ni asante, ni asante, ni asante Mfalme wa amani. Wale wote walikuwa wamefika mwisho Mfalme, asante ni kwa sababu umetangaza mwanzo wao. Jina lako Bwana litukuzwe. Asante ni kwa sababu ya umbali huu. Jina lako litukuzwe. Watoto wetu wako salama, sio kwa kujua kulea, bali ni wewe. Umekuwa mchungaji mwema, umekuwa mlinzi mwema. Jina lako litukuzwe. Asante Bwana, asante Mfalme wa amani. Asante ni kwa sababu ya afya njema. Kuna wengi ambao wako kwenye mahospitali. Jehova, sikusema kwamba wale wamekutenda dhambi sisi tukawa wazuri mbele zako, lakini tunajua kwamba imegharimu mkono wako. Imekupendeza sisi siku ya leo tukasimame kwenye pengo, na ili tulihimidi jina lako, na ili tuseme ni asante, na ili tuseme ni asante. Mshukuru Mungu hata ni kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Umekuwa mwaka mgumu wa uchaguzi, but God has seen us through. Mungu amekuwa mwaminifu. Mshukuru Mungu, mwambie ni asante hata ni kwa sababu ya kutupa mfalme wa nchi hii. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Asante ni kwa sababu ya amani. Asante ni kwa sababu ni wewe Bwana ulisimama, na umbali huu tumefika
tunasema ni asante, ni asante, ni asante, ni asante. Ni kwa sababu mipango yote ya shetani Jehova haijasimama, bali wewe Mungu umesimama kwa nguvu zako na uweza wako mfalme. Mitego yote ambayo ilikuwa imetegwa na mwovu shetani, Jehova wewe umekuwa mwema, ulisimama na bado utazidi kusimama. Na nchi hii tutazidi kukili wema wako, amani yako itazidi kupatikana, ni kwa sababu ni wewe Mungu unatawala. Pokea sifa mfalme wa amani. Pokea sifa Mungu uishie milele. Tunakili dhambi zetu mbele zako Bwana, ni kwa sababu wakati wote tunakuja mbele zako Jehova tukiomba msamaha tunaupata, ni kwa sababu ya rehema zako. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Tunasema ni asante, ni kwa sababu kutoka Januari mfalme umetembea na sisi, na hata siku ya leo tunatamani kutembea na wewe. Hata siku ya leo Bwana tunatamani kuandamana na wewe. Hata siku ya leo Bwana tunatamani kufanana na wewe. Ni asante, ni asante. Tunakutukuza ni kwa sababu wewe ni mkuu, wewe ni Mungu. Fadhili zako Bwana ni za milele. Asante, asante, asante. Pokea sifa Bwana, wewe ni mkuu, wewe ni mwema, hakuna Mungu kama wewe. Tunakuinulia mikono yetu juu tukisema ya kwamba unastahili, unastahili Bwana, unastahili Yesu. Pokea sifa, wewe ni mwema. Umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu. Tuimbe kwa pamoja, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu. Tuimbe kwa sauti tafadhali. Ukijua ni Mungu amekutenda wema. Umetafuta msaada kwa watu wenu haukupata, umetafuta kwa marafiki haukupata, lakini Mungu amekutenda wema. Umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu, umenitenda, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema, umepigana vita zangu, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu, umenitenda, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema wewe ni Ebeneza, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda wema Yesu, umenitenda, umenitenda wema, umenitenda wema,
umenitenda. Oh yeah, oh you have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus, you have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. We sing again, you have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. Neodeketewega, 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 teso. Neodeketewega, 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 deso. Neodeketewega, 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 teso. Neodeketewega, neodeketewega, wega teso. Neodeketewega, 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 teso. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. Oh, you are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, 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 Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega.
Bwana unaweza, unaweza, Bwana unaweza, unaweza. Unaweza, Bwana unaweza, unaweza, Bwana unaweza. Oh, mwaminifu, 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 Mungu ni mwaminifu, 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 Bwana mwaminifu, mwaminifu, Bwana mwaminifu. Mwambie yeye ni mwaminifu. Yesu Mungu ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu, mwaminifu, Bwana mwaminifu, mwaminifu, Bwana. Mwinulie Mungu mikono, mwambie wewe Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Mwambie tu Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Uaminifu wako Bwana ni wa milele, jina lako litukuzwe. Umekuwa mwema, umenitenda mema. Umekuwa mwanzo, umekuwa mwisho, umekuwa kimbilio, umekuwa ngome, umekuwa msaada, umekuwa rafiki wangu wa karibu. Jina lako Bwana litukuzwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Naliheshimu jina lako, nalihimidi jina lako, na nyenyekea mbele zako Bwana nikisema wewe ni mwaminifu. Uaminifu wako ni wa milele. Asante Bwana, asante Mfalme. Umeniongoza, umetawala maisha yangu, umenihurumia Bwana, umenikumbuka, umenipa nafasi Bwana ya kuitanishwa na ufalme wako wa mbinguni. Jina lako Bwana litukuzwe. Nasema ni asante, nasema ni asante, nasema ni asante. Ni kwa sababu nimejua sio kwa nguvu zangu wala uweza wangu, bali imegharimu mkono wako, umenibeba Bwana. Asante, pokea sifa, pokea sifa. Nasema ni asante, ni asante mbele zako Bwana. Nasema ni asante, ni asante, ni asante Bwana. Ni kwa sababu ya milango ambayo umefungua. Ni asante, ni kwa sababu ya milango Bwana ambayo umefunga. Ni asante, ni kwa sababu ya ile Bwana umekusudia kufungua. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako Bwana linuliwe. Nasongea patakatifu pako Bwana nikisema ni asante, ni asante, ni asante. I give you glory Lord, I give you worship, I honor your holy name this morning King Jesus. There is none like you. Hakuna wakufananishwa na wewe, hakuna wakulinganishwa na wewe, wakutoshanishwa na wewe hakuna. Ndiposa Bwana naliitia jina lako nikisema mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni wewe, ni wewe Bwana. Nasema mtakatifu ni wewe. Tumeungama pamoja na wazee 24, malaika walio juu mbinguni, viumbe 4 walio hai, tukisema mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni wewe Yesu. Asubuhi ya leo mtakatifu ni wewe, ndiposa tunasema mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni wewe. We surrender all unto you King Jesus, we surrender all unto you mfalme wa amani. Tawala maisha yetu, tawala huduma yako, tawala kila mmoja, tawala Yesu.
Roho wa Mungu, chukua ushukani na utawale, tawala na utende mema, tutembelee kwa njia ya ajabu, kwa njia ya kipekee siku ya leo, because we surrender all unto you. We give ourselves unto you, Lord, this morning. We worship you, we worship you, we worship you, Lord. Hakuna Mungu kama wewe. Your presence is all what we need this morning. Tunahitaji uwepo wako Bwana ukaenende nasi. Tunahitaji uwepo wako ukaandamane pamoja na sisi. Tunaomba kushiriki na Roho wako Bwana asubuhi ya leo. Tunatamani mfalme wa ajabu, na kuna jambo ambalo tunazingatia, ya kwamba tutaishi katika nyumba yako siku zote za maisha yetu. Daudi akatamani, na sisi imekuwa tamanio la moyo wetu asubuhi ya siku ya leo, na tutaishi katika nyumba yako siku zote za maisha yetu. Tutalitukuza jina lako mfalme siku zote za maisha yetu. Umekutuokoa, umetukomboa, umetupigania vita, umetushindania kwenye majaribu. Iposa Bwana tunasema ni asante, ni asante. Hatujui tufanye nini ili uweze kupokea shukrani zetu. Hatujui tuseme nini mbele zako Bwana na ili upokee sifa zetu, bali tunanyenyekea Bwana tukisema ni asante. Asante Bwana, asante Yesu, asante Emmanueli, asante Bwana, pokea sifa. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful, you are great, you are marvelous, you are mighty. There is none like you. What a mighty God we serve. What a wonderful God we serve. We worship you, King Jesus. Hakuna Mungu kama wewe. Unastahili sifa za mioyo yetu asubuhi ya leo. Unastahili sifa za mioyo yetu Bwana. Tunasema wewe ni mwema na ni mwaminifu. Hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. We give you glory, Lord, glory, Lord, as we honor you. We give you glory, we give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful, Lord. You are wonderful. Oh Lord, you are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful, Lord. Wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Twakupa utukufu na heshima. Twakupa utukufu na heshima. Wewe
wastahili sifa, wewe wa ajabu wastahili. Twakupa Bwana utukufu na heshima, tunakupa Bwana, twakupa tukufu na heshima. Wewe wa ajabu wastahili, wewe wa ajabu Bwana, wewe wa ajabu wastahili. Tunasema wewe wa ajabu wastahili sifa, wewe wa ajabu wastahili. Tunakili wewe wa, tunasema wastahili, tunasema wewe wa ajabu, tunasema ya kwamba wewe wa ajabu wastahili sifa, wewe wa ajabu wastahili. Tunakuinulia mikono tukisema wewe wa ajabu wastahili sifa zetu Bwana, wa ajabu wastahili. Kwa mioyo yetu Bwana tunasema wewe wa ajabu wastahili sifa Bwana, wewe wa ajabu wastahili. Tunakili kwa vinywa vyetu tukisema wa ajabu wastahili sifa, wewe wa ajabu wastahili. Tunasema wewe wa ajabu wastahili sifa Bwana wetu, wewe wa ajabu wewe. Tunasema wewe ni wa ajabu Bwana, wa ajabu wewe. Haleluya Bwana, wewe wa ajabu wewe. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu imba. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi, imba. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi, haufananishwi. Inulia Mungu mikono, mwambie hawezi fananishwa huyu Mungu, haufananishwi Bwana. Mwambie Mungu hawezi fananishwa, haufananishwi, hauwezi fananishwa na ufalme wa dunia Mungu, haufananishwi na kitu. Tunasema haufananishwi Bwana, haufananishwi Bwana, haufananishwi, hauwezi fananishwa. Wewe ni Mungu
kitu, haulinganishwi na pesa Baba yangu, haulinganishwi, haulinganishwi na mali yote ni yako Bwana, haulinganishwi, haulinganishwi, haulinganishwi Bwana, haulinganishwi, imba haulinganishwi, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, haulinganishwi, haulinganishwi, mwambie hautoshanishwi, hakuna cha kutoshanishwa na wewe Bwana, hautoshanishwi, 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 wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hauwezi linganishwa na pesa, ni kwa sababu wewe ndiwe mwenye fedha na dhahabu, hauwezi ukafananishwa, haulinganishwi, 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 haulinganishwi Bwana, haulinganishwi, ninasema haufananishwi, haufananishwi, maishani yangu siwezi kafananisha wewe, siwezi Bwana, urafiki wako siwezi nikaulinganisha na wa dunia, haulinganishi Bwana, haufananishwi, haufananishwi na kitu haufananishwi Bwana, haufananishwi, haufananishwi, haufananishwi Bwana, haufananishwi, naimba haufananishwi Bwana, haufananishwi na kitu. Funga macho yako umwambie Mungu haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi Bwana. Siwezi nikakufananisha na yale mashinda ambayo napita ndani yake siku ya leo, ni kwa sababu wewe ni zaidi ya yale mambo napita ndani, haufananishwi, haufananishwi, zaidi ya yote wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu, haufananishwi Bwana, haufananishwi, wewe ni zaidi ya yale madhabahu yanayofanya kazi juu yangu, haufananishwi, wewe ni zaidi ya ufalme unaotawala dunia, haufananishwi, haufananishwi, ona kitu ninakili kwa moyo wangu, siwezi fananisha wewe, haufananishwi Bwana, ninasema huwezi fananishwa, huwezi fananishwa, hauwezi Bwana, nasema haufananishwi, haufananishwi, nasema haufananishwi, haufananishwi, huwezi fananishwa Bwana, huwezi linganishwa Mfalme, wala huwezi toshanishwa. Wewe ni Mungu mkuu, na kando yako Bwana hakuna Mungu kama wewe. Katikati ya miungu Bwana umeinuliwa, katikati ya miungu Bwana umetukuka. Ndiposa tunakili kwa vinywa vyetu ya kwamba hauwezi fananishwa, hauwezi fananishwa, hauwezi fananishwa. Miungu mingine yote Bwana imetengenezwa na mikono ya wanadamu. Tulipozaliwa wewe haukuzaliwa,
tunasema haufananishwi. Yale mambo kweli unayoyafanya hakuna mwanadamu awezaye kuyafanya. Kwa hakika hauwezi fananishwa, hauwezi ukafananishwa, hauwezi ukafananishwa. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu, na ndiposa tunaliitia jina lako tukisema wewe haufananishwi, wewe haufananishwi, haufananishwi Mfalme. Ni asante Bwana, ni kwa sababu ya neema yako. Asante ni kwa sababu ya nguvu zako. Hauwezi ukafananishwa, hauwezi ukafananishwa. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeabudu na kuamini. Bwana pewe sifa. Bwana asifiwe. Shangilia Bwana kwa makofi ya juu, kwa sababu ametenda mema. Ukijua kwamba yule Mungu anayetawala maisha yako hawezi fananishwa, mshangilie huyu Mungu, ni kwa sababu ametenda mema. Jina la Bwana litukuzwe, jina la Bwana liinuliwe. Tupige makofi, tupige makofi, tupige makofi. Tupige makofi. Haki hivi ndivyo unapigia Yesu makofi. Makofi ya Yesu ni juu ya kichwa chako. Umshangilie Bwana, ni kwa sababu ametenda. Kumbuka haujamaliza mwaka salama kwa nguvu zako wewe mwenyewe, bali imegharimu nguvu za Mungu na uweza wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Umeinuliwa katikati ya miungu yote Bwana, umeinuliwa katikati ya miungu yote. Oh, umeinuliwa katikati ya miungu yote Bwana, umeinuliwa katikati ya miungu yote. Umeinuliwa zaidi katikati ya miungu yote Bwana, umeinuliwa katikati ya miungu yote. Oh, umeinuliwa katikati ya miungu yote Bwana, umeinuliwa katikati ya miungu yote. Umeinuliwa Mwokozi katikati ya miungu yote Bwana, umeinuliwa katikati ya miungu yote. Oh, umeinuliwa katikati ya wafalme wote Bwana, umeinuliwa katikati ya miungu yote. Oh, umeinuliwa katikati ya miungu yote Bwana, umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana wa mabwana, umeinuliwa, umeinuliwa, kuna kama wewe. Umeinuliwa, umeinuliwa, oh Bwana wa mabwana, umeinuliwa, 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 oh umeinuliwa, umeinuliwa, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Utainulia Yesu mikono, hivyo ni kwa sababu Mungu ni mwema. Haleluya, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Bwana wa mabwana, umeinuliwa, 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 oh umeinuliwa, 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 oh mwenye nguvu zote,
umeinuliwa. Haleluya, umeinuliwa, umeinuliwa, Baba pokea sifa. Sifa Baba, nasema upokee sifa. Baba sifa Baba, ninakupenda, nasema pokea sifa. Baba sifa Baba, kuna mwingine, nasema pokea sifa. Baba sifa Baba, nakuinua, nasema pokea sifa. Baba sifa sifa Baba, ninakupenda, nasema ninakuinua, ninasema ninakuheshimu, ninasema Baba yangu, Baba mimi ninasema, Baba ninasema mimi, sifa Baba, Baba sifa Baba, Baba sifa Baba, Baba mbinguni kwa Baba kuna matata, kwa Baba kuna mbinguni kwa Baba yangu hakuna matata. Nyinyi nyote mwakaribishwa mbinguni kwa Baba yangu, haleluya. Wazee mwakaribishwa mbinguni kwa Baba, kwa Baba kuna Baba, mbinguni kwa Baba yangu kuna raha ya milele, haleluya. Mbinguni kwa Baba yangu hakuna machozi tena, haleluya. Hata ngai wako wewa magagania, ngai wako ndiye ngai wako wewa magagania, ngai wako wewa magagania, ngai wako na wewe munene, wewa magagania, we munene, na wewe wambarario, wewa magagania, wambarario, nawe orogerwa, wewa magagania, orogerwa, nani ndeinagĩra Ngai wakwa, ndeinagĩra Ngai wakwa, ndeinagĩra Ngai wakwa, matuko mothe ndeinagĩra Ngai wakwa, ndeinagĩra Ngai wakwa, matuko mothe Ngai wakwa nĩ mũnene, nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene. Haleluya, 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 haleluya. Negokena idarere amore maede matana, negokena idarere amore maede matana, negokena idarere amore maede matana, atetigane tokereke tokere ao tokere tanagi
kana idamara nego kana nego kana goro ya kwanera kana goro ya kwega tuma goro ya kwa kaigwa wega nitodo wangu goro ya kwanera kana goro ya kwega tuma goro ya kwa kaigwa wega nitodo wangu mambo sawa sawa Yesu akiwa enzini mambo sawa sawa oh mambo sawa sawa Yesu akiwa enzini mambo sawa sawa oh things already better when the Lord is on the road already better oh things already better when the Lord is on the road already better so in them out on the mega Swageza makaga maodene mega toina mega toina maodene mega modene mega maodene mega swageza makaga maodene mega nimezunguka kote nimetafuta kote nimezunguka kote hakuna hata imani nimetembea kote tafuta kote nimezunguka kote hakuna nimetembea kote nimetafuta kote nimezunguka kote turuke kizayuni hivyo ndivyo utachezea Mungu turuke kizayuni tucheze kizayuni tucheze kizayuni tucheze kizayuni Bwana wabariki na watende mema. Kalia kichwa cha adui zako. Na Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Bwana atukuzwe. Yeah. God is good and all the time. Oh yes. That is good. Kuna mtu alituuliza mahali ati Mungu ni mwema, asitujibu. Mungu ni mwema na mtu ni mwema. Mtu ni mwema. Emudu na mwega limwe na limwe. Tondu mtu ni yule mtu, lakini Mungu ni mwema kila wakati. Wangapi wamebarikiwa? Praise the Lord. Praise the Lord. Madhenge, sijui kwa nini umekaa hapo. Sijakuzoea hapo.
Kwa hivyo jiweke mahali unafaa na Bwana atakubariki. Thank you. Hello. Hello. You look good. Mnapendeza. If you see me dance, I dance like a winner. Tuna ushuhuda wa Bwana. Nataka sasa tushuhudie ukuu wa Mungu. Na tafadhali nisikuite sana. Kama uko na ushuhuda wa Mungu, hata afadhali tupeane numbers ama uniinulie tu mkono ya kwamba uko na ushuhuda wa Mungu. Kulishida niulizie. Sasa nasema hivyo tungekuwa na mtu wa kwanza wa kushuhudia wema wa Bwana, sababu najua tumetendewa na Mungu. Ni nani huyo anaweza sema amemaliza mwaka salama kwa nguvu zake yeye mwenyewe? Kama uko hapo lazima uwe umetendewa na Bwana. Karibuni wale wote wako na ushuhuda wa Mungu. Karibuni hapa. Karibuni tu hapa Njaeli. Siwezi sahau. My memory is very good. Crusader for Christ Ministry inakukaribisha. Tuangalie pale. Unaona ule jamaa mzito. Huyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Teresia Kanini. Asipendi ati kuitwa hivyo ati nione kama ati niko na Mungu. Lakini kile nimepicha hapa, Mungu ndiye anajua. Nilikuwa hapa miaka ingine, nikiwa miguu imekuwa hivi kama gunia. Lakini wale wananijua hapa wanaelewa. Wakati hiyo tulikuwa tunaenda mlimani, mpaka nabebwa, basta anatumana sema ende kumleta huyo mama. Lakini nikapelekwa na pikipiki. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili nilikaa kwa kitanda miezi 8. Lakini wakati jana nilisikia hapana, sio mimi, ni mwingine. Lakini naenda leo kushuhudia. Shetani nilimwambia beba misiko yako uniondokee. Lakini kuamka asubuhi nikakimbia nikaenda kwa ule mama nikamsema, kwa ajili nikitembea naona hivi unajua mtu akitoka kwa wodi ya kitanda. Nilisema sitalaswa, nitalala kwa kitanda yangu. Sitaenda kulala hiyo kitanda. Nikamwambia Mungu wewe ndio mwisho. Shetani anafikiri tutaenda lakini tutaenda. Hata mchungaji alikuwa amesahau. Huyu ameenda wapi? Lakini Mungu ni mwema. Tushuhudie huyu. Alinitoa pale. Kwa naangalia hivi nasikia, sio mimi. Lakini nikamwambia Mungu, roho iko mbali. Shetani anakusa mwili. Kwa hivyo Bwana ni mwema. Ikiwa niko hapa, niliruka nikasikia, yes. Wakati nilikuwa naruka hivi. Kwa hivyo Bwana ni mwema. Nimesikia ati kuona watu wa Mungu hapa, nasema asante. Kwa hivyo Bwana ni mwema sana. Tuendelee kumtumikia wakati wote. Kama amenitoa pale kwa mauti, sitamwacha. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Rusinjeri. Mimi sijakaa kwa muda hapa. Nilikuja Tuesday, lakini nimeona Mungu. Nimemuona ni siku Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ni siku 6, lakini nimemuona. Sitasema nimeona nini, lakini tukikaa naweza kuwa memba wa hii kanisa. Na nimeokoka, nampenda Yesu kwa maana ameniokoa. Nilifika nyumbani sistangu anakuwaka mgonjwa. Kufika nyumbani sijui sasa nilitoka na nini. Huko alitapika sana na ananisumbuaga usiku silali, anatembea na mwaga maji, inabidi sasa nizime aache kujichafua na maji. But kutoka Tuesday mpaka jana sijaona akibehave. Nashukuru Mungu. Asifiwe Yesu. Mimi namshukuru Yesu kwa sababu nilipokuja hapa nilikuwa na shida ambayo nilikuwa napitia. Mahala pangu pa kazi nilikuwa napigwa vita. So niliamua kumtafuta Mungu. Nikawa naomba sana. Wakati fulani nilikuwa naomba nikiwa kwa nyumba, na nikawa kila wakati nikifunga na kuomba nilikuwa naelekezwa kwenda nilikuwa naingia YouTube. Na nilipokuwa naingia YouTube
nilikuwa napata mafunzo ya aposto. So nilipokuwa nayafuatilia, nilikuwa nasikia nikiona kuna kitu. Nikafuatilia, kuna wakati kuna sermon yake moja ile ya throw back to the sender. Ile ya uchawi, unaporogwa wewe unasema I throw back to the sender, ikawa nyinyi wote mnakuwa wachawi. So nikaona hapa mahali ninakosea, nikarekebisha. Nikaanza tu kumshukuru Mungu nikitubu, na kweli niliona mabadiliko. Ilifika kama last Tuesday nilikuwa hapa kwa maombi, na Wednesday nikaenda kazini. Na kama kawaida unapopigwa vita na wenzako, ukiona wamefurahia, ujue kuna jambo baya kwako. Nami nikasema mtafurahia kwa sababu Mungu wenyu amewaahidi kitu, nami nitamkimbilia Mungu wangu na najua atanitendea. I took a step on Thursday now. I started fasting for 3 days. That is Thursday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So nilimefungua asubuhi ya leo. Lakini kuamkia saa 10 ya leo niliona ndoto ya ushindi. Niliona kama niko kwa nyumba, na hiyo nyumba ilikuwa kama hii tu, na kukawa na nyoka wawili weusi wakubwa wanapigana. Nami nilikuwa na upanga. Walipokuwa wakizunguka wakinikaribia na kata, wanazunguka wananikaribia na kata. So nikawa nimekata moja. Kwanza nilikuwa nimemkata kichwa vibaya sana, lakini hakufi. Nikashindwa hawa. So wakazunguka wakaenda pale nyuma. Wakiwa pale nyuma, nikahisi ya kwamba nje ya nyumba labda kuna nyoka wengine. Nikafungua mlango, nikaenda nikaangalia, sikuona nyoka. Nikarudi ndani, lakini mlango ulikuwa wazi. Nikarudi nikawaambia, we, nyoka walikuwa wameshikana pale nyuma wakipigana. Nikawaambia, we, ni amri kutoka mbinguni, kufeni. Na nikaona kweli wakalegeza vichwa na wakafa. Namshukuru Yesu. Nilipopenduka hivi, nikawakuta kuna vijana wawili ambao walikuwa wameingia ndani ya nyumba penye tulikuwa, na walikuwa wanataka kuchukua kitu pale. Nikawaambia, hebu ngojeni kwanza, ni nini mnachukua? Kuna watu walikuwa wameketi tu kama jinsi mlivyoketi. Wakaniambia, ni zao, wacha wachukue. Nikawaambia, kama ni zenyu chukueni na mtoke. Na wakatoka na nikamkia hapo. Namshukuru Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Esther na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi langu sana sana si ushuhuda, but ni ku encourage. Ati ukiona ni mimi nimesimama hapa, kila mtu kama umefungwa utafunguliwa. Mimi nilikuwa nimefungwa kutoka nywele mpaka kucha za miguu. Maana kama sio Mungu, sasa nafaa kuwa chokora kutoka 2015. Nilikuwa na depression. Ile wakati nilianza kupona, watu walikuwa wananiambia, tulikuwa tunaona unavuka barabara, tunaomba Mungu akuvukishe. So nataka tu ku encourage. Wengi wetu tumekuja hapa sababu tuna madhabahu imetufunga. Kindly don't give up. Na kitu ingine, vile tumeambiwa na Beatrice, tumekuja kutafuta Mungu wa apostle, si apostle. Ukiangalia apostle utakuwa discouraged. Hiyo ni kitu imekuwa ikiniumiza. Yaani nikisikia tu kuambia watu, ukitaka kutafuta apostle utakuwa discouraged. Na ndio maana unaona tunakuja tunapanga laini tuone apostle. Tumekuja kutafuta Mungu. Yule alifanya. Una imagine, yani unawekwa kwa kinyongo unyongwe, lakini mashini inakosa kufunguka. Huyo ndio Mungu tunakuja kutafuta, si apostle mwenyewe. Tunakuja kutafuta yule Mungu amefanya ashutue hiyo mara yote ameshutua na kwa uhai. Ukikuja kutafuta apostle utaumia moyo na utaenda, hautatulia kwa kanisa. Kuja ukijua umekuja kutafuta Mungu. Ukiona nikirukia Mungu ni mahali nimetoka. Beatrice amesema wengine tumefika hapa kwa neema ya Mungu. Mimi tukianzia Januari sikuwa naona kama nitafikisha mwisho wa mwaka. Sikuwa kazi. Nikaanza kuuza vitu zangu za nyumba ndio nilipe nyumba. Lakini niliuza tu moja, Mungu akanikanya. Sijui nalipanga nyumba aje, lakini by tarehe 5 na kuanga nimelipa nyumba. Acheni tumwamini Mungu. Kuna Mungu biguni. Kama Mungu anaweza fanya
yani kinyongo, umefunikwa, umefanyiwa kila kitu, umefanya maombi ya mwisho, machine inakataa kufunguka, ndio unyongwe mara mbili si moja. Huyo ndio Mungu aliyekuumba, huyo ndio Mungu unafaa kutafuta, na si apostle anafanyaga hiyo mashini sifunguke, ni Mungu. Ukijua Mungu, naambianga watu, ukijua Mungu unayetumikia, ni vile tu hatumjui, hata mimi simjui vizuri. Lakini ukajua yule Mungu unayetumikia, hakuna kitu unaweza omba ukakosa. Ni vile tu tuko na shaka katika mioyo yetu. Mimi kama sio Mungu, singekuwa uhai sahi. Yule aliyenifunga, ama unajua kila mtu kuna yule anainuanga madhabahu. She is a politician. Na sinanga shaka kufanya, ni sistangu. Vile nilikuja Tuesday huku kanisa nikikafunguliwa, nimekuta missed call zake 21, nishamblock kwa simu. Lakini vile nilikuja Tuesday huku na nikafanywa deliverance, simu yangu ukiangalia iko na 21 missed call zake kwa tulukora, ako blocked. Kumaanisha nini? Madhabahu yao ninayagonga. Don't give up. Na inaweza chukua hata miaka ndio ufunguliwe. Usikuje leo ukifikiria utafunguliwa kesho. Usikuje leo ukifungulia next week utaweza funguliwa. Unaweza funguliwa, but don't give up. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kuwahimiza, maana watu wengi tumetoka makanisa, tunatembea kanisa, tunatembea kanisa. Tukifingilia vile umekuja leo hii wiki, next week utakuwa milionea. Inalingana na ile madhabahu imekufunga. Don't give up, persist. Na ulan kujiombea wewe. Wengine utafunguliwa hata ukirukia Mungu. Ukikuja kwa hii madhabahu, jiachilie, tumikia Mungu wako. Hata kugojea masaa ifike ndio tupange laini kwa apostle. Immediately ukiingia katika hii madhabahu, tumekujia Mungu aliyeokoa apostle. Si apostle tumekuja kutafuta. Tumukute kwa madhabahu, tukute hayuko. Mungu wake yako katika hii madhabahu. The minute tumeingia kanisa, ibia Mungu kama hutaimuimbia tena. Rukarukia Mungu kama hutaimurukia tena. Kwa hiyo kuiba, kumuimbia Mungu, kumurukarukia, utafunguliwa. So tafuta Mungu na Mungu ukiona ni mimi niko uhai. Hii mwaka siku anaona nitamaliza. Maana ilikuwa mwaka wa uchaguzi, mwenye ananipiganga ni mtu alikuwa anataka cheo. Na nilijua kutoka 2017, nimengangana na yeye miaka yote, sasa hivi ameanguka chini. So nimengangana na yeye miaka 5. Namuona kwa ma TV akiitoa, yani mimi kwangu sina chakula, yeye ako kwa TV. Anahojiwa na ni nyota yangu anatumia. Don't give up. Mungu don't give up. Hiyo ndio nataka kukuambia. Na utafute Mungu wa ukweli, usitafute apostle. Ukitafuta apostle utaumia. Maana unataka kuona dakika 10, akuone dakika 1. Mungu ukitaka kumuona usiku mzima utamuona. Enda kwa madhabahu yake. Lala ukiomba na utakutana na Mungu wako. Mungu awabariki. Angekuwa chokola and she is a graduate. Fafokera dhimana ne madororaga maothe onakana ithomo kia mundu na neo ndathimite na nduire nyonetwo ndi mundu tari kiene na ngahuthio muno. Bwana pewe sifa. Ni Mungu huwa anainua watu, anawatoa mavubini, anawainua wanaketi na wafalme. Ni kwa sababu ni Mungu. Na mbegu ya Ngai ndikora, haitawahi potea. Ona maguthinikanie hata wakuweke wapi, hautapotea. Hata ukipeleka kitanda chako kwa shetani na ulale huko, hata kutoa huko. Praise the Lord. Praise Jesus. Bro, ni aje? Uko aje? Si ushuhudie Mungu na utusalimie tu. Habari kanisa. Nimekuwa nikisikiza apostle kwa YouTube na sijaienda church. Leo ndo nimesikia tu. Nikapiga simu. Akaniambia kuja church. Nikakuja. Nashukuru Mungu hii mwaka nimeisha kama nimeingia church. Nimeamka asubuhi, nikaingia kwa TV, nikafungulia, nikasikiza apostle, akaika namba hapo, mimi nikapiga. Akaniambia kuja church. Church kwa wapi? Kwa Pastor Adi. Nilikuwa hapo Umoja, nikachukua tu gari nikakuja. Sijaienda kanisa. Nilikuwa naenda kitambo
kitambo nikakaa mtu nikaacha. Madam, niko naenda church kitambo, naona tu mambo yangu yendi poa. Sasa nakwambia mara ya mwisho juu hujatuambia hata jina yako. Sasa nataka jina yangu naitwa Cyrus Kiari. Na nimeshukuru sana kufika hapa siku ya leo. Mwana ketoyo muthako ekanithaine gaine mwega. Asitupigie Yesu makofi. Mungu atatoa watu mbali na atawaleta katika nyumba ya Bwana na watafunguliwa. It is not too late. It will not take time, but it will take God. Praise the Lord. Ni nani mwingine ni mara yake ya kwanza kukuja kwa kanisa? Aliachanga kanisa? Haya, kiali mko wengi, kaa chini. Kuza mami. Kama uko hapo na umekawia kwa muda tu hujawahi ingia kwa kanisa, mimi lazima kwanza uniambie kwa nini uliacha na kwa nini umekuja. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Jane. Sikukaya, nilimuona kwa YouTube nikasema niko. Mami angalia ule jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Jane. Niliona pastor kwa YouTube, nikamfuatilia, nikampigia simu. Imagine hiyo kitu iko na sauti kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Jane. Nimesema nikuja niwatembelee, ni siku yangu ya kwanza kufika hapa. Niliona pastor kwa YouTube, nikamfuatilia, nikampigia simu, akaniambia nikuje leo Sunday. Na zaidi ya yote nimeokoka. Amen. Ni nani mwingine alipiga simu akaambiwa akuje? Akaambiwa akuje. Kuja utusalimie. Na ni kwa nini uliambiwa ukuje? Na sisi hatukuambiwa, tulijiambia tukakuja. Si kuna kipendeleo? Ya kanisa. Mimi naitwa Peter Maina Kingori, na hii mwaka pengine hii ni mara yangu ya pili kukuja kanisani. Sasa nimeona apostle kwa YouTube kwa zile video zake. Sasa kutoka hapo nikaona namba yake, nikampigia this week, akaniambia nikuje. Yeah. Mwaka umeenda kanisa mara mbili? Kwenda kwa kanisa? Yeah. Hii mwaka? Hii mwaka. Gai. Ni nani anayeweza kusema amemaliza mwaka salama kwa nguvu zake yeye mwenye? Mara mbili, na wewe hakuna Sunday ushawahi kosa. Na tukikulinganisha na huyu ni mzuri kuniliko, na mimi sijai kosa hapa kutoka made tu made. Haki Mungu atusaidie. Ni nani mwingine mtoro amekuja? Mwenye alipigiwa simu, hata wewe ulipigiwa simu. Shika. Sisi wenye hatukupigiwa tujikaushe tu, na Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Naitwa Alice, na zaidi yote Yesu ni Bwana. Okay, nashiriki pale CS5 Bunyara Road. But nimekuwa nikifuata apostle through YouTube, yeah? Lakini sikuwa nimeingilia ati naweza ku okay, naogopanga yani. You know what has been happening, yeah? So nikasema yani aliposema ati the father is Archbishop, so that's why I took the initiative and came. Nikampigia simu na akaniambia nikuje. So najua niko pahali ambapo panastahili. Bwana wabariki. Tupate mpigiwa mwingine wazimu. Mi akini kama ni mimi nilipigiwa ningejivunia kupigiwa nikuje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu leo mmepigiwa, next study kutapigiwa wengine. Sasa nyinyi si wageni tena. Si ndio? Praise Jesus. Praise Jesus again. My name is Pauline Wamba. This is my first time in here. Na napenda Mungu manake ananijua.
ananipenda na nasikia tu kukaa ndani yake. Nika hivi. Okay. Straight hivi. Oh. This is my first time here. Mimi naenda kanisa kwetu Kiambu, Kikuyu. Na nilikuwa hapa on Thursday. Nikaambiwa nikuje leo Sunday. Na natumaini Mungu atawalinda na atawapatia a good journey in this salvation. Mungu awabariki. Amen, amen, amen. Mupigiwa wa mwisho. Unajua sioni. Kuja mami, ama ni baba sioni. Kuja. Kumbe ni wewe, kuja. Come baby, come. Tumpigie makofi. Bwana asifiwe. Naitwa Mombi. I think mara mwisho yenye nilienda church ilikuwa before corona. Mombi, hiyo kitu inaongea vizuri. For the past several years sijakuwa nikienda church. Pastor aliniambia nikuje and I think I want to be a member. Hapo. Karo hapo umesikia? Au gata? Thank you. Sasa members wa CFC, mtu akikuwa member anakuaga tu hivyo. Haki ya nani? Simama hapo Mobi. Simama hapo mpaka wakukubali kama member. Hapo mpaka wakukubali kama member. Sarebi. Tuna msanii wetu anaitwa Salibi. Atatuimbia wimbo moja. Akipeleka wimbo yake pale tupate ushuhuda wa mwisho. Na sasa Mobi unaweza kaa chini. Nimeona kikubalicho wamekukubali nacho. Sasa wewe ni hapa. Nani mwingine anataka kuwa wetu wenye wamepigiwa simu? Kuja baba. Ni meba ama ni ushuhuda? Tukuhagi tu mara moja. Kiali unataka tuweka meba? Sasa Kiali simama. Kiali nataka we baba ya Yesu. Tuna meba hapa na umekaa tu chini akikusema ukweli. Haki ya nani? Hao watu si ni wabaya. Oneni nani wanadeleka kanisa. Sasa akiona kanisa, upendo ya kanisa inakuaga imekaa hivyo. Atashindwa. Simama hapo, Jose kuja. Huyu ni mmeba. Ni nini uchukuli hiyo jambo na uzito? Jose, kalisha meba chini. Baba Yesu huku ni mmoja. Kalisha meba chini. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Hesbon Okoth. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ndio sikupigiwa simu lakini nimekuwa nikifuata Apostle katika YouTube. Na ilifika mahali nikamwambia rafiki yangu kwamba kuna Apostle mwingine nimeona. Nimeona ile mwito wake ni kama yangu. Sasa ningependa tumtembelee na siku ya leo tulifaa tukuje on la Sunday lakini hatukupata hiyo nafasi, lakini siku ya leo tuliona ni moja, lakini naona tu tutaenda pale, tutakuwa tukishiriki mahali hapa. Mungu awabariki. Kama unataka kushiriki simama hapo. Na umesema Muri, si wewe. Muri kuwa na nani? Kuna ndugu yangu pale. Juu ulisema Tuli. Kwa hivyo wewe Tuli kuja. Wewe Watuli come. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Evans Red. Leo tumeona tuwatembelee hapa, tushiriki nanyi hapa. Hata wewe ni wa kabisa ama ni wa leo tu? Haya, shughulikieni haya jamaa. Unashika, unapeleka, unakalisha chini.
Yaani mchungaji tu unaenjoy tu akihagiwa na akia nani. Habari ndio hiyo. Nani mwingine anatamani kuwa wetu ahagiwe tu, hiyo hagi ni smart, ni tamu. Nani mwingine? Hata mimi nataka kuwa member. Hagi hakuna hata mtu anaweza niambia thank you. Kai. Oi. Ni nani mwingine? Unajua labda umekuwa ukikuja kanisa na hujai kuwa member. Wewe unakujaga tu kupimia, kuangalia oilo imefika wapi. Ni hiyo tu kitu unatubukisaga, unaona wacha nigoje. Bado hatukuagi wabaya by the way. Bwana apewe sifa. Jeli tu unaenda kutuweka vitu kwa aliama. Jeli amesema ati anagoja hivi. Wewe unashika devu kuja utusalimie ndio tuibiwe na salibi. Na uache kuchokoza devu kuja. Kuja wewe unaniangalia. Sijui unauliza devu nini. Ukizingoa utaka. Buju anasemaga mbaba bila devu. Usingoe. Ni ajeni. Niye jitagwa Jau. Nimekuja na ndio ako over there. Amekuja na mokoro, kuja mokoro usalimie hata. Mtu anatembeaga na mama yake hivyo, good boy. Si siku ya kwanza lakini tulikuwa hapa last week on Tuesday. Thursday. Na hope nitakuwa member wa kanisa. Wacha kuhope. Sema tu nitakuwa. Thank you. Haya. Wanalika mpo? Okay. Hawako. Mimi naitwa Jane Wangoi. Kwetu ni Kiambu. So eke hagi yodekorere thi. We. Hata vile mnaona sasa tunaita nini? Tawishi ama nini? Hiyo. Kwa sababu tunatoka mbali, sio Githongo, ni Kiambu Githongoli, lakini ni pande ya chini. Tungeweza taka sana kuwa tunashiriki na nyinyi. Mimi nilikuwa naona apostle nilikuwa Amerika. Niko na grandson, granddaughter huko, nilikuwa natembelea. So nilimjulia mahali ingine, nilikuwa napeleka chakula ya kuuza nikilea hawa. So nikamjua tu vile anasema nilikuwa namjua. Hata nikipeleka chakula nikimuona kipita nilikuwa napotea. Kwa vile alikuwa hiyo wakati. So unasikia huyo Dora, kila mtu anatoroka, unaenda kando. So nikauza nikabarikiwa, watoto wangu wakawa wakubwa. Huyu ndio second from last. Niko na msichana wa 21 years sasa, ule last born. Nilizaa tu nikiwa mdogo. So nikaenda Amerika kutembea. So nikiwa huko nikaanza kufungulia YouTube wakati niko my free time. Nikaona ule mtu. Nikafuata hata ule tulikuwa nakaa naye alikuwa ananiuliza, kwani umekuwa wazimu wewe, ni nini unaangalia huko? Namwambia hapana, nataka kufuatilia nione huyu mtu vile amekuja hapa, ameokoka nini. Nikafuatilia kila siku. Mimi hata sikukuwa naangalia kitu kingine. From morning mpaka jioni YouTube kila kitu ameweka nafuatilia. So nikamaliza 6 months yangu nikarudi. So kurudi nikaambia huyu mtoto wangu, kuja tuende mahali kanisa. Najua mahali tunaenda. Tukachukua Uber mpaka hapa. Hatukuwa tunajua ni wapi. Tukatafuta tukaona. So it was on a Thursday. Tukakuja hapa tukashiriki na nyinyi. Sasa tunataka tuwe tunafuatilia. Yeah. Utafuatilia ukiwa hapa ama utafuatilia kwa YouTube? Kwa hivyo unajua unasema indirect. Tuko live. Kai. Yeah. Sasa huko ilikuwa YouTube. Sasa si YouTube. Sasa ni live. Kuisha maneno.
Watu wa live wako wapi? Watu wa live. Yaani guy. Veronica. Basi ni wa live. Watu wa live. Ni watu wa live. Si YouTube tena. Akia nani. Hivyo ndivyo Mungu anafanyanga. Na Githunguri si mbali. Ni hapa tu. One hapo sasa. Watu wamechangamka. Hello. Kuna mtu nimeona anaiba Kikuyu nikashangaa. Nikashindwa alijulia wapi? Unajua kuna anointing inaweza kuja juu ni wimbo ya Kikuyu inaiba, ujipata unaiba Kikuyu na hujui. Alafu wimbo ikiisha usijue tena. Tukiangaliana sisi wote nani hakai sisi? Juu kuna mmoja hakai huku. Sisi wengine wote ni nyeusi. Hata wale wamejaribu kukua nyeupe ni hivi tu. Lakini kuna moja nyeupe. Kama iko karibu na wewe yabie karibu. Thank you. Muriveran hapa. Karibu. Yes. It is you. Yes. Which one of the following is not which one of the following is not like us? Yes, it is you. Come. Good girl. Tumpigie makofi. Na tunatafuta interpreter because hii inakaa kunishida ama ni ile tu ya. Acha tusikie. Praise the Lord. Praise the Lord again. My name is Judy. I love the Lord as my personal Savior. And I'm blessed to be in the house of the Lord. And I'm happy to hear the testimonies that I've heard from each of you. And praise be to God for bringing all of you here. Because, you see, as our mom has just come to testify here, that you see what the Lord has done for her. Her body is healed. So she came back to the altar to say thank you to the Almighty God. So right now, I'd like to sing a song in Kikuyu language, which says, thank you to the Almighty God. Nani alikufundisha hiyo Kikuyu? It's the Almighty God. And my grandma came to visit me. And God gave me the power to listen to gospel songs and to catch up with them very quickly without knowing the meaning. But later on, I get the meaning. Okay, it's the song which is called Digeriganero. Yes, that's what she has done. She came here, and that's what I'm presenting because she did not forget to come to say thank you to the Almighty God. Because as you do so, you will receive more and more, and you will see God doing marvelous things in your life. God bless you. Detuire tahana waherikana wayoyana imbromo nego gudaida dosia kwasia nyona nesika joria kayoro kagera ifeina neata digeriganero gosoka haha wadirikanire kugane wega Imanueli wagai neodirikanete nekionie dasoka kugane wega mathaithana maria ndanathaithana ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo niĩ ndatuĩka ngĩriga harĩ we ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega
Konyororio koige, kohodio koige, datwekete rwebo, kanoine gafenina, nadire danoga, nego komadha, nawe Jehova jire, okadirikana, digeriganero, gosoka haha, wadirikanire, kugane wega, Imanueli wagai, neodirikanite, nekionie dasoka, kugane wega, ekugano geke, yakwa na fafa, dagetuireretwa, gegeta shiro, ahane horiri, wakwa umire, mitheko yakwa, yaumire handu haha, digeriganero, gocoka haha, wadirikanire, kugane wega, Imanueli wa Ngai, neudirikanite, nekionie dacoka, kugane wega, nedona gwaku, kore umithio, waikara nja-inĩ ciaku, kore kĩhui, woja waja utu, mohumba riri, njire nguma yaku, ĩrahunja guothe, ndingĩriganĩrwo, gũcoka haha, wandirikanire, kuga nĩ wega, Imanueli wa Ngai, nĩũndirikanĩte, nĩkĩo niĩ ndacoka, kuga nĩ wega, ndingĩriganĩrwo, gũcoka haha, wandirikanire, kuga nĩ wega, Imanueli wa Ngai, nĩũndirikanĩte, nĩkĩo niĩ ndacoka, kuga nĩ wega. God bless you. God bless you too. So when you come here and pray, don't forget to come back to the altar of the Almighty God to say thank you, because you will see more and more marvelous things happening to you. God bless you, keep you, and may He cause His face to shine upon you. God bless you. We mwega. Yes. We mwega. De mwega. Pio. Yes. Kiama. De mwega na de mohonoku. Na dina thayo wa Ngai. Hiyo ulikope wapi bado? That's my tribe. Nikiia giki, githurano kimeibiwa. Tumpigie makofi. Amen, amen, amen. Pastor mmoja asimamie pastor wengine wote. Karibu. Pastor Machoini, kuja utusalimu. Ukutusalimia tu. Wacha nisemage anaitwa Phyllis Mathenge, kwa hivyo hatasema jina. Atafanya hiyo ingine. Buju uweke diposa mchungaji aweze kuingia. Utaekea salibi wibo aibe stanza 2. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kwa majina vile umesikia naitwa Phyllis Mathenge. Oh, yes. I'm born again. Since the time I joined here, I can testify. Hii madhabahu iko na anointing ya Igris only. Igris only. I can testify. You know, some of the testimonies may not be physical, but there is one great thing. Hearing the voice of God. Oh, yes. Having an accuracy from the Spirit. At least you can know and you can hear the voice of God clearly. You can see. You can hear God, what God is saying. Because it is through hearing accurately that you are able to take instructions, that you are able to obey the voice of God. The other thing is having that urge to pray, being a prayerful person. And we pray based on the scriptures. Na kujisomea neno. As my sister Esther said, we are not coming here to seek apostle. Tunakuja hapa kutafuta Mungu. Amen. Jifunze kujiombea, jifunze kujisomea neno. Just take a, even if you don't know how to pray, take a scripture. Pray based on the scripture. If you are looking for healing, tafuta ile scripture inaongea kuhusu healing. If you are looking for finance, there is a scripture which is talking about finance. If you are looking for, to be strong in prayer, to overcome a battle, look for a scripture which is speaking about that thing you are praying for. The other thing is, beginning of this year, God was telling me that the revival will be born out of the power of the Holy Spirit and love. Brethren, let us have an intimacy with the Holy Spirit. It's the Holy Spirit which gives gifts. Ni roho tu akona tunda. So we read about the fruit of the Holy Spirit and the gifts.
Let us learn to have an intimacy with the Holy Spirit. The other thing is love. In 1 Corinthians, I think 13, love. Biblia inasema hata kama unaongea na dimi na hauna love, wewe ni kama mkebe ile inapigwa inatoa kelele. Can you imagine? Even if you are prophesying and you don't have love, you are just like a clinging cable making noise. So brethren, let us love one another. Amen. Let us love one another. Amen. It is through love and the power of the Holy Spirit Amen. that you will see that revival. Amen. It will start with you. Amen. Thank you very much. God bless you. God bless you too. Tutumie kizugu. Ile kizugu kidogo ulisoma utumie hapa. Bwana apewe sifa. Yule mama aliponywa kansa alisema ati madaktari waliongea kizugu mingi na yeye akakumbuka nevertheless. Na hata labda alifix mahali haikuwa inafaa. Lakini alisema nevertheless. Kwa hivyo make good use of definitely. Absolutely. Exactly. And God will bless you. Naitwa Beatrice Wabu wa Karaoke. Nampenda Bwana kwa kuniokoa. Salibi. Ngala. Story. Inabidi tumsifu Bwana maze. Sare. Sare bi zungala You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer. Nakupasifa daima, you're my Janita, you're my protector, you're my redeemer. Nakupasifa daima, nitakumpasifa forever. Hey Baba, umenifanya vema, hakuna jambo gumu kwako, na bwangarisi wako, nitakumpasifa forever. Hey Baba, umenifanya vema, hakuna jambo gumu kwako, na bwangarisi wako, nikupe nini ya Rabi Sara? Ulinipenda kanimecharara, msalabani uniosha nikang'ara, kwako nasimama imara. Zungalae ya Yesu, yeah. Zungalae ya Yesu. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer. Nakupasifa daima, you're my Janita, you're my protector, you're my redeemer. Nakupasifa daima, mawimbi ya shetani yakinijia bila Yesu siwezi vita. Maisha yangu yote basi mpasa chawe Janita, naithamini tena sana vile kwa ulinzi wake. Kwa saliti na ten, baadaye naipa naenda zake. Atulie na Yesu, nimekona ndiye mlinzi wangu. Tena kuna mwingine, anaweza nizali koli mwe. Atiye, nizali koli mwe. Zungalae, anaweza nizali koli mwe. Atiye, anaweza nizali koli mwe. Zungalae. Mahitaji ya kimsingi kanipa, ili niwahubirie kabisa. Ninaita kanisa, mahitaji ya kimsingi kanipa, ili niwahubirie kabisa. Ninaita kanisa, Johnny tucheze, Johnny tuimbe, Johnny tudance, Johnny tuimbe. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer. You're my Janita, you're my protector. Makofi. Zungala. Anataka ba. Zungala. Ya Kristole. Sorry.
Sinsaria. Axis. Sinsala hiyo. This is one of the boys ambao tumefanya rehab. I think mumeona picha ya huyu kijana akiwa na tumbarasta. Amenyoa tu nywele hapa and he is now able to be an international artist. Utaenda America. Amen. Bwana asiwe sana. Amen. Discipline yourself vizuri, kama mzuri, God is going to take you far. Amen. Yes, thank you. God bless you. Mpigeni makofi. I want my boys ziko wapi? Boys zangu na girls zangu. My boys. Vijana, mkujeni hapa haraka, mkibie. Vijana kujeni haraka. Ni vijana wangu. Na hata wamama wakuje. Yes, kijana. Ni hakinya kijana. Koragwa. Korako lile. Mwana juzi. Wale mukuru. Wale mukuru na wa baba. Wale kirani todo radio kiegea kwa utakiegea. Uko tukolie. Kuja. Karibu hapa. Kasimama hapa. Wazee wawili hapa. Mama saidio. Hivyo. Wazee soka hivi. Soka kabisa. Wabieni hi. Waite young boys hi. Kuna watu wanakutazama huko kwa kamera. Wabie hi. Yes. Hebu kuja hapa. Uko kaa atiga kiria we nawe. Leto mudhuri mokoroneke. Ajifanya umezeeka. Who can tell me the age of this man? Just guess. The age of this man. 75. Wewe? 78. Wewe? 85. Wewe? 82. Wewe? Eite. Nyote mumeanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. This guy is 100 years old. This is my son. Yeke nikyo kihege yako kile gikuru. Mimi ndio baba yake. Kijana yangu. Habari yenu. Nitumie lugha gani au nitumie yote? Nitumie Kiswahili, nitumie Kikuyu. Asante. Hamjambo. Muliaga. Na mubarikiwe. Mungependa kubarikiwa? Kama mungependa. Yaani mnaambiwa mbarikiwe, mnang'edhia tu hivyo. Mtu wa miaka 100 unang'edhia badala ungekuwa umesimama hapa umemshika mkono. Kama ile ilimosi yako. Mzee kama yu umempata wapi? Na mnang'edhia tu nani? Simameni mkisikia mzee kama huyo akisema mbarikiwe, unasimama. Unasema igwe. Simameni. Hata hujafikisha miaka kuota yake na umezeeka kumuliko. Na anasema ubarikiwe, uongezewe miaka, bado nakaa hivyo. Nauliza mungependa kubarikiwa? Na mubarikiwe sana. Watoto wenu wabarikiwe. Na ninyi wote mubarikiwe.
mama na mambo yenu yabarikiwe. Baba wabariki, Baba wabariki, Baba wabariki milele. Asante sana. Kama mumepokea baraka na mubarikiwe. Ukifungua mlango, ukipiga mlango utafunguliwa. Na ukipiga hodi watasikia. Walio ndani watasikiwa. Na ninyi mumebarikiwa. Sababu mumebisha mlango ya kubarikiwa na mutabarikiwa. Na mimi nasema amen. Na mubarikiwe sana. Na baba yangu anasema mimi ndio baba yake na yeye ndio baba yangu. Asanteni. Na mubarikiwe sana. Na mambo yenu ibarikiwe. Na hata miaka yenu ibarikiwe. Mungependa miaka nyingi. Na mupate hiyo sababu munataka. Kama munataka mupate. Asante sana. Asante sana. This is my eldest boy. Let's see the second born. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Degwa Kibendera. Nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wangu, na mimi niko na miaka 78. Na ningeomba hata nyinyi mfikie hata mwende zaidi ya hiyo. Na ninawabariki ninyi yote, muwe salama. Asifiwe Yesu. Kwa majina naitwa Veronica Waboi na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Hao wageni nimewakaribisha kwa jina la Yesu. Muwe mkuja hapa tushirikiane na nyinyi. Mbarikiwe sana. Nimekula. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Kwa jina ni Mary Mukuhe na huyu ndiye mzee. Huyu ndio mzee. Umekaa naye miaka ngapi? Miaka mingi. Kama ngapi? Sasa mimi niko na miaka 70 lakini umekaa naye kama miaka ngapi? Kama miaka 40 hivi 50. 40 50. Hapa ni watu wangapi? Na just the other year ndio mlifikana tena. Huyu ako na 50 years in kwa ndoa. Na bado namuita Betty. Na Mungu ambariki. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Teresia Kanini na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Na mimi niko na 70. Mwaka hii ndio nimefikisha hiyo. Okuheti kukuheha si kukatwa. Akona 70. Kai. Oh yeah. Kama sio ugonjwa nilikuwa hapa hivi. Hata wakati hiyo nilikuja hapa nilikuwa hivi. Lakini ugonjwa sio kusongwa. Ungekuja hapo ulikuwa. Nilikuwa hivi. Lakini miguu lakini nikakonjeka. Shetani unajua aliona vile tuliangaliana akasema huyu ameonekana. Lakini nikamwambia umeniona kando, wewe Shetani utaniona. Lakini wakati sasa nasikia niko sawa. Hata nikiwa na kanyanga hivi. Nasikia beat. Huyu mama kidney zake zilikuwa zimefail zote. Mungu akakuja hapa akatuambia kwa store yake kuna kidney. Nikamweka kidney hapa.
She's back. Amekaa 8 months kwa kitanda. She's back with the new kidneys. Madaktari wamempima wakamuuliza, what did you do? Eh? Ndiki sawa ni. Tigane kiria ndio mundu athia koma. Hai. Asikia niko sawa. Dazi tu. Lakini wakati hiyo unajua sasa siko na hiyo ulale kwa kitanda hiyo na sasa unakula kakombe kamoja ka uji. Lazima mwili iwe imedhoofika, lakini Mungu alikuwa anakuumbia mwili. Sasa nasikia niko sawa. Kwa na banya. Tena kama Masai. Kwa hivyo Mungu ni mwema. Niliangalia miguu nikasema hii miguu ilikuwa imevuna kabisa. Si waonyeshange. Sina wasiwasi kuwaonyesha. Sina. System yetu imekuwa madini ilikuwa nimesemeka kichana. Si unaona? Wakati hiyo nilikuwa nakanyanga. Napumua kama simba. Kaambia shetani wakati hiyo utawachilia. Na amewachilia. Nikiwa kwa kitanda nilisema sitaenda kulala huko watu wanalala, talala kwangu. Lakini naamuka na vuruta stove najipikia na kunywa. Kikombe mo hiyo ulimi ukiangalia vitonda na bwana naambia shetani ni wewe uko naso, sio mimi. Nikaangalia hivi nikaona kukonda sio kusongwa. Hata nguo kivaa ikija huko haina shida. Mbona uwe na ujue ni nani amekupatia. Ati 70. Watu wanasema wewe ni mimi na Mungu. Kwa hivyo mkiniona ukiambiwa niko na hiyo sio unasema hapana. Anaitwa mamu ya pili. Kwa jinsi sifuri makoro ati 1. Kidhali kuniwekea hapa nakwambia twende. Tufuatane na nyinyi mkiambiwa kidhali sema ikakala uli akware. Nitinge utakoroma kidhali. Weka hapa hata igimo imechemka safari 3 weka hapa. Tupande. Sina wasiwasi. Niliambia leo shetani utajua ujui. Naenda kukustaki. Na nilipotea hapa. Sikuenda kanisa yote. Hata tangu tutoke huko kwa mlima. Na watangu tutoke hapa tukibeba unga. Kisha nikaambiwa lala. Mwambia wacha tulale. Tupumzike. Lakini wakati ikipika hakuna shida. Namwambia atasikia hivyo. Akikuja namwambia chukua teke. Alafu anaona haya. Nililala usiku nikauliza. Mimi nakuanga huko ama nakuanga wapi? Jumapili nakaa hapo. Ni usingizi hapana. Jana nilisema kesho mpaka nifike huko. Niangalie. Na niko. Na naona niko tu. Sasa kuna mwingine anaweza sema si ni mbona Mungu huyu tu ametuumba na ametupea. Nilikuwa naongea hivi unaona hii nguo inafanya. Kaambia shetani chukua kile chako. Thank you, mpigieni Yesu makofi. Huyu namuitaga my darling. This is my darling. Na hawa wengine ni my darling, hawa ni vijana wangu. Kuna mwingine nimeona tunakuanga nao about 700. Sema 700. Na tulianzisha mradi wa kusaidia hawa watu. Huyu mzee alipigana maumau, vita ya maumau, lakini walinyimwa shamba, hana shamba. Sema hana shamba. Lakini the independence that we have, the freedom we are enjoying now, it is because of this man. Because of this man. Because of our moms here. Hawa ndio walipigania uhuru wa nchi. Na wale walikuwa wanawapiga, wanaendesha magari, hawa ndio hawa. So nilianzisha project under them soka na hau kijana wewe na wewe ki. Thie. Tunaita Mfalme wa Amani Foundation. Na tunakuwa tukiwapatia chakula cha kukula na nguo. Adutire. Tio mode. Yes. Tunawavalisha, wanakaa vizuri na nyumba zao tunawatembelea. We eat, we share with them. Na hii ni msimu ya Christmas. Nimekuwa nikizungumza na watu nje na kila mahali my friends, and I started a project ingine kwao. Because tumekuwa tukiwapatia chakula every end of the month, na hii Saturday, this Saturday
watakuwa hapa wazee wote, tuwapatie chakula ya Krismasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nakutaka uniletee Wednesday, Thursday hapo uniletee hata kama ni kilo moja ya unga, kilo moja ya maharagwe, kilo moja ya kamande, kilo moja ya dego, anything that you have. Utuletee, we have 700 of them ambao tutakuwa tukipatia chakula. Tunapatia about 12 kgs of different stuffs of 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg. Maharagwe kilo 2, mchele kilo 2, unga kilo 2, sukari kilo 2, mafuta kilo 2, hivyo 2 kg, 2 kg. Kitu anaweza kukula for the whole month because they are alone. Kama huyu na huyu ni be wanakuwa kwa nyumba wawili. Wanaulizana, kwa ati datia. Huyu anaitwa Kebendera na kaaga sigo, ni sigo aderonire. Na wengine wengi, they are masigos. Bwana Yesu asifiwe sana. So we have adapted another new system on top ya kuwapatia chakula. Sasa nataka mtu mmoja. Kuna watu wengine hapa ni maorphan. Wangapi hapa ni maorphan? You have an orphan, hauna baba ama hauna mama, whatever. Sasa nimedevelop a system, you adapt a father or you adapt a mom. Every year ama every month ufanye budget hiyo ya 2 alafu utakuwa ukilete unasema hii ni ya mzee, baba yangu ni huyu. Sasa tutakupatia address zake, namba yake, details zake, atakuwa baba yako unamchuga. Na unaenda kule Sigekoba, unaenda Ratema Road, unanunua kaguo kamupya. Msimuletee hawa wazee mituba, nikute mtu amebeba kimutuba hapa utaona. Utakula makofi mpaka hivyo ulikuwa unatoroka ukiniona. Nataka guo ni mpya. You don't give what you don't want. You give that which you love most. So I want us to adapt this all the 700 of them, kila mtu achukue baba ama mama. Unajua I have a father somewhere na utakuwa unaenda kumtembelea. But before I give him to you, nitachukua details zako, tukujue kama wewe ni wa Illuminati, ama wewe ni wa Freemason, ama wewe ni muganga, usituulie mababa. Bwana Yesu asifiwe sana. We will have to study you, and the people wale ambao wako nje, there are people who requested that they want to be part of this, and we want to raise a team of 10,000 people. Hawa ni wengi sana. Wede Kawagwale ni wengi. Wede Mukuru kwa Ruben kwa Jega huko ni wengi. They don't have land. They don't have anybody to help them. Wamedanganywa na serikali, wanapatia kwa shilingi 2,000. Ile ya wazee unapatiwa 2,000 unakula mwaka mzima. Hakuna, haipatikani. So through the foundation we are going to facilitate the daktari inaitwa nini? Hii medical, hii kadi. NHIF. Si niliwaambia siku so. Kila mmoja tutamtafutia NHIF. Then we have doctors. Doctors, watu wa macho, watu wa diabetes, watu wa pressure, specialists. Sasa tutakushikanisha na daktari na mzee huyu. Sasa huyu mzee tuko kwa kompyuta yetu tumeweka picha yake, age yake, namba yake ya simu, alafu details zake za health. Kama ni mtu ako na diabetic tunamshughulikia. Tunamtafutia daktari wa diabetic. Kama ni pressure hivyo. Kama ni nini? Kama nike gia gathuri tawe. Sukari na maru, na thinoki ya maru. Na pressure. Sasa tunachukua detail medical zote. So if you want and you are interested, ujiandikishe na sisi under the Mfalme wa Amani Foundation. Mfalme wa Amani Foundation ndio bado ina deal na watu wa jela, wale wametoka jela, criminals, ex-convicts, wale wanaitwa waizi, wale wanaitwa prostitutes. We are having them here. Unaona venye nimefaa, ndio wameonivalisha hivyo. Wapigieni makofi. Because we have people who are talented. Bwana Yesu asifiwe sana. People who are talented, but the devil wanted to kill them. Now we have said the devil is not going to kill them because I was to be killed myself. But I refused and I told the devil, I'm not going to die. Huyu umesikia my darling hapa alikuwa akufa kabia shetani. Utajua ujui, ulinionaga usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are having that project, tunaita adapt a father or adapt a mother.
adapt a parent. Bwana Yesu asifiwe sana. So utakuwa ukimuvalisha, utakuwa ukimnunulia nguo, but usiende kwake straight, unapita kwa ofisi ya mfalme wa amani. Ndio unakuwa na supervisor wetu, mnaenda na yeye, usiende kufanya vitu zako. Haleluya. Mwambie mwenzako usifanye vitu zako. Ni mwake na ndamucererie na ginya ruraya na mutaitwa mutaenda mpaka ng'ambo. Nitalipa fare muende ng'ambo. Muende mutembee, mwirorere bururi, mulipigania uhuru wa hii nchi. Lazima mukae na mvukae mzuri. Guka yangu ndiye alianzisha hiyo vita. Na sasa kwa sababu niko hai. Si lazima ni ile vision ilikuwa na guka. Si lazima niendeleshe. Wasimame na watoto wenu tuwasaidie na mupate manyumba. Na nitahakikisha Mungu anisaidie tu ninunue shamba kubwa, niwajengee hata kama kanyumba ka 10 by 10. Mkae kanyumba kenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapigieni makofi wanapoenda kuketi chini. Kutoka ile. Thank you. Thank you. Wapigieni makofi. Don't stop until they sit down. Don't stop until they sit down. Makofi yaendelee. Ya juu, ya juu, ya juu, ya juu kama wasungu. Kama wasungu ya juu mpaka waketi chini. These are senior citizens. Hallelujah. Yes, ya juu mpaka waketi chini. Wacha wewe, kwani wewe ni mganga? Ni nini nazuia isianguke? Umeweka kidito hapa. Juu kabisa. Wakiketi chini ndio mtaacha. Mnakuliaga matunda yao na ndivyo mnatulikia hapa. Mtu alilala kwa kichaka na mtu hata huwezi kumnunulia chakula. Thank you, thank you, thank you. You get seated. Thank you very much. We are known by our love. Because of the love that we have, that is what makes us known. This is a ministry ambayo inaangazia treatment ya broken hearts. This is not a ministry ya kukuja kupiki miracle. If you are a miracle seeker, get out and go. If you are just purpose yako unataka kuja kuniona, I'm afraid you must sit down before I see you. I must teach you before I see you. I'm not looking for numbers. I'm looking for quality. People who are interested to sit down to be taught the word. Because mumepotea nyinyi nyote. Nyote, me included, tukitafuta miracle. Nimetembea kwa mapasta, nikitafuta nini? Miracle. Hapa najua kama wewe una namba ngapi za mapasta. Dimo yako ina namba siga na pastor A, pastor B, pastor C, pastor D, pastor Q, pastor S. Love pastor 1A, pastor 1B. Pastor 1B2. Wengine wameenda, you've been moving all over. The same word ukienda kwa Kakande utaipata hapa. The same thing ukienda kwa TB Joshua utaipata wapi? The same word uende anywhere, uende kwa Harrison, uende kwa James, uende kwa Mwiro. We don't use different Bibles. We use the same Bible. It is only that you are so adamant, you don't want to sit down under a father. Ukiona mtu anatangatanga kanisa moja kenda nyingine, hana baba. I wish you can have a father and sit down under the grace of a father. If you sit down under the grace of a father, it doesn't matter what kind of a disease you have. It doesn't matter what kind of a pastor it is. You need to have a plot. Now you could be living in a nice house. People are suffering. People are facing challenges. People now, they have been impoverished by being defrauded by these pastors because they know what you want. They know instant miracle. They want you to, they know you want to fall down. Once you fall down, ukianguka tu chini hivi, anointing imeturuka. But you don't want to labor, to seek to know what plan that God has in for you. Study the word of God. Listen to the word of God. Sit down and you'll be taught. Diseases are something that is so small. When I was in Mungiki, I used to do things and they worked. I had a following of 4 million people, yet I was not a follower of Christ. Having a huge multitude of people does not say that you belong to God.
People will be following it. Diamond will come to the stadium and the stadium will be packed. And Diamond is said to belong to the other world. Kanye West, who just got saved the other day, he will get into a stadium, everybody will be packed. But he doesn't believe in Jesus Christ. So having a packed meeting does not qualify you to become that which God wants you to become. Sit under somebody and be taught the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Today I want to look at the spiritual mistakes that we make. The spiritual mistake that we make in life that has led us to be where we are now. We look at the book of Exodus as our text proof, chapter number 22, verse number 18. Chapter 22, verse number 18. You shall not permit sorcerers to live. Whoever lies with an animal shall surely be put to death. You shall not permit sorcerers to live. When you go kwa mugaga, wakati unaenda tu kwa mugaga, na unaenda unafika huko unafanyiwa zile vibuyu kama zile mliona tukibomoa za huyu jamaa ako hapa. That is a foundation ambayo inaingia kwako, ambayo inaleta kitu inaitwa spiritual mistake. Ukienda kwa sorcerer, whatever they invoke to you, it is a spirit led. It is something that comes from the spirit of the devil. Then it is transferred to you. Na ikikuwa transferred to you, now from there on, an altar that is of spiritual nature that comes from the devil will forever follow you wherever you go. Uende kwa nani, itakufuata. And the moment you raise an altar of a sorcerer, hata utoke hapa uende Amerika, utakutana na wagaga. Hata uende Australia, utakutana na wachawi. Ule mke utaoa mke wa huko. Ule mume atakuoa, utaoa mume wa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you find everything that you do in life will come to replicate itself somewhere else. Where you go, hata kwa pastor, hautakutana na pastor mzuri, utakutana na pastor wa huko kwa shetani. Kwa sababu gani? Kwa sababu huko uko na altar ndani yako ambayo inakuconnect directly. Kama wavutaji wa bagi, umutoe hapa, umupeleke Australia, mahali manaitwa Melbourne, within 1 hour atakuwa amejua bagi inavutwa wapi. Because there is a spiritual connection. When you go to these people called the sorcerers, they will connect you. Ile kitu dawa watakuweka, it will become a satellite that will attract you. Wherever you go, utakutana tuna hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, this will eat into you. Kama mama yako alikuwaga mchawi, ama aliendanga kwa mugaga, that will trickle down mpaka kwa watoto. Ndio unakuta unalia, unashidwa, unafanya vizuri, unaendaka kanisa, lakini mambo yako yote inaaguka. Wewe ni kwaya, unaiba, unafanya kila kitu, everything that you do perfectly, but nothing is working. Why? Trace down, seek whether your mother was involved, seek whether your father was involved. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you discover your parents were involved, that is the beginning of your journey to bring it down. And this one cannot be found, huwezi kujua mpaka wakati utakaa chini ya mchungaji ndiye akwambie matatizo yako ni gani. Ndio akufundishe neno kama hili, ujue kukaa na masorcerers itakuletea shida. Kukaa ama kutembea, babu yako alikuwa mganga, wewe haukukuta uganga, lakini babu yako alikuwa uganga. That is an altar kwa familia yenu ambayo ina exist. Na hakuna kitu unaweza kufanya until that altar is destroyed. You will never succeed in life. Because the day hata ukuje hapa ni kwe babu yangu alikuwa mganga na hatujafuja madhabahu ya uganga, nikikuja hapa nisimame kwa madhabahu, ile uganga inachipuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nikisimama niliitwa bishop, nitakuwa nikiact bishop ambaye undani ile inafanya kazi ni uganga. Sijui kama mnajua hivyo.
Kwa sababu ya nini? Madhabahu ya babu yangu bado inafanya kazi na haijavunjwa, it is still alive. Na kama anko yangu anaendaka kwa muganga, it is activated, it is alive and kicking. So you must be able to go back to your parents and know exactly whether your parents, who are they. Before I became now, nisimame nijue kusimama vizuri. Nilienda, bishop yangu alinienda, tukaongea, akaniambia, let's now sit down and study your history. And we went down the family tree. Na nikajikuta kwa General Waruinge alianzisha Mau Mau. Na mimi nikajikuta Dora Waruinge alianzisha Mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. That was the beginning of my healing. You don't need to move from one church to another church. You need to sit down and study your life. That is why in the book of Genesis 1, the Bible brings us the genealogy of Jesus Christ, so that you are able to understand where did Jesus come from and under which authority is Jesus. So your life, your business, whatever you do, you must be able to understand from which authority are you derived from. In the book of Acts, chapter 2 Timothy, the book of 2 Timothy, chapter number 1, verse number 5. It talks of a woman called Lois. Lois is the grandmother to Timothy. The story of Lois is a woman that had faith. And the mother, the sister, the daughter to Lois, alikuwa na faith. And this faith was... So your background will decide who you become. Your background will create what kind of a person you are going to grow to become in the future. There are people, their families, because of their nature, their grandfathers walivunja madhabahu ambazo zingewazuia. Wakitoka hapa ataende Amerika, unakuta milango inafunguka. Grandchild wa Kenyatta atakienda Amerika atafunguliwa mlango. The great grandchild wa Kenyatta aende State House yakute Uruto pale, akasimame kwa mlango aseme mimi ni mtoto yake ya fulani wa fulani wa fulani. Mlango itafunguliwa. Sasa wewe enda huko State House. Enda huko utanyoroswa na GSU mpaka ukose kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is this lineage that you must trace back. Perhaps it is controlling your life. Perhaps it's creating the challenges that you have in life. Perhaps you are suffering not because you deserve to suffer, but because there is something that speaks over your life. Kulikuwa na uchawi. Kuna mistake ilifanywa na baba yangu. Kuna mistake ilifanywa na guka yangu. And that is a spiritual mistake. Mtu yote ameenda kwa muganga, amefanya spiritual mistake. Mtu yote ameruka kwa pastor huyu, akaenda kwa pastor huyu, kutoka kwa pastor huyu akaenda kusema huyu achana na hiyo pastor, hata ana anointing, that is a spiritual mistake. It will forever haunt you. Pastor huyo anakuaga, huyo pastor ni msharati, huyo pastor anaedaga, that is a spiritual mistake. You have no right. Leave them to God. If they are doing bad things, leave them to who? Do not touch the anointed of God. Whether they are anointed from God or they are anointed from wherever, leave them to God. You have no capacity. When you go attack them, you bring in a spiritual mistake that will haunt you, haunt your children, haunt you. It goes until to the 10th generation. Not 5. The iniquities and the sins of our parents goes to 5 generations. But when you commit a spiritual mistake, 10 generations. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you getting me? Another problem that causes the spiritual mistake, it is for those men and women ambao tunarara na mangobe, tunarara na mabusi, having sex with animals. And also men sleeping with men. And the women having sex with women. That one attracts a spiritual mistake. Because when you sleep with an animal, ambayo is not allowed, because it is not allowed, or when you sleep with a man and a man, before you to allow yourself to be slept with, kuna kakitu mtu anayekeagwa. Hawa watu wa magay. These people you see, they were not born gays. Lakini ukienda na wao utembea na wao wanakupeleka kwa bar, wanakununulia ka wine. The next minute utajikuta kwa room
mkiwa na wao. The following day utakuwa wewe mwenyewe ndio unapigia simu, can you come? Because they induce you into a spiritual authority that will make you become a gay forever. Bwana Yesu asifiwe sana. Those will haunt you because the moment you start it, it is very hard for you to stop it. Those who do masturbation, that is a spiritual mistake that you do in your life. Because you are involving in anything that you are doing, it becomes spiritual. Because through sex, we give birth to life. So whatever that brings forth to life, it is a spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore, if you have ever been involved into masturbation, facing a serious challenge. If you have ever been involved into sexual, hata ile inaitangwa oral sexual. I know you understand what I'm saying. It is a spiritual mistake. If you've ever done an abortion, kama ulienda ukakuwa na mimba, ulikuwa shule ukasema wacha tutoe turudi shule, that thing will haunt you forever in your life until you recount, until you say no, until you come before God and you tell God, it's me, I did. No, God knows what we did, but we did in secret. Then you must go back to God and tell God. When you have a spiritual sin, you must go and confess. Bwana Yesu asifiwe sana. You must do what? Go and confess. It will never be forgiven to you. If you've ever sat down and planned with whoever against a man of God, na mukaenda mukapaga mukasema mukaagana tuende tufanye, that is a spiritual mistake because you interfered with a man of God carrying an anointing. When this man is carrying an anointing does not come from the man, it comes from the Spirit of God. Therefore, when you are touching it, you are touching the core of the Spirit of God. You are touching the real core. You are interfering with the process of God. And when you interfere with the process of God, it means you are interfering with the work, the time, and the season. Because all these things happen within the season, the time, and the position. Preaching here now, I am within my season. I am within the timing of God. I am within my position. God positioned me here. I could have been doing something else, but God decided to position me here. When you come and remove me from this place against the will of God, you will have interfered with the plan of God. If you came and took me away, that time I was supposed to do something, you would have removed me from the timing of God. Meaning you have interfered with the time. So many of us are big people here. But because you missed the timing of God, you missed the position of God, you went to Nakuru ahead of time. You went to Nakuru instead of going to Mombasa. You went to Nakuru instead of going to Nyeri. That is why you lost the positioning. The day you lose the positioning, you have lost the timing of God. And when you lose the timing of God, you have lost your season. Meaning, your season has been lost, you will forever struggle. You'll be preaching the word of God in Kisii, yet you're supposed to be in Mombasa. You'll be having anointing, yes, you'll be praying to people, unaona huyo mtu amepona, unawekelea mikono anapona, but you are still poor. Have you ever seen a pastor who is highly anointed, but very poor? Because they are in the wrong places, or they are in the wrong season, or they are in the wrong position. You must be in the right season, the right time, and the right position. For God, for the grace of God to have a home to flow. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to sit down. You cannot be able to associate yourself with the timing of God, the season of God, and the position of God. If you are in a hurry, you need to sit so that you can be able to know this is my time. You need to do everything possible and walk within the will of God to be able to understand this is my time. Right now, people are suffering, not because they are supposed to suffer. People are doing business, not because this is a time for them. They could have done it. You see, you look at a person, unamwangalia kama mama kama huyu, unamkuta unamwambia nikopesha shilingi 1,000,000 na kwake ni kufuri ya radi road imewekwa.
Lakini hapa kwa barabara tunaona nini? Tunaona mapesa. Why? Huyu mwanamke alikuwa na pesa ama zimeachiliwa, lakini alishindwa kudetect the time, the position and the season. Once you lose it, watu watakuwa wakikuona ni kama huko, lakini hauko. Bwana Yesu asifiwe sana. The position that kama sasa ukiangalia mama kama wewe, simama tu mami nikutumie tu. Simama tu nikutumie. Please. Kako zote tu. Tekera tutodo ina lili. Kego bere gilidano. You see? Akionekana ni mtu ako na pesa mingi sana. Na labda ukimwenda ndani utakuta tukitoka hapa ataniambia nipatie fare. Natukere moto. Thank you Jesus. Bwana akubariki sana. That is when you miss your season. You will be there, people are, watu watakuona kwa sababu magwanda yote ya season yalikuja, ni wewe haukuelewa. Sasa wewe unaonekana ni kama uko, lakini you're not there. That is why so many people are suffering, not because they're supposed to suffer. They are suffering because they are not in the position and they refuse to sit down to understand the timings of God. They refuse to sit down to know this is a time that God is blessing me. Every season has a blessing. Every time has a blessing. And when the time comes, everything associated with that time will come. Na hizo vitu nyingi zimekuja. Na zikikuja zikikukuta you are not there. Zikuta hauko kabisa. What happens? These things are zirudi kule biguni, zinabebagwa, zinapelekwa kwa mtu anaitwa caretaker. In heaven there are people who are born caretakers to take care of things of you who is busy. I hope you understand me. Kuna vitu zimeachiliwa kutoka biguni. Kuna vitu ziliachiliwa, baraka zako. Ulikuwa ubarikiwe lasia mwezi wa 6, lakini ulikuwa busy kwa kakande. Zilipokuja kwa sababu zilikuja kule uliokokea kwa hii kanisa. Kwa hivyo the channel of heaven inasema nini? Vitu zako ziko hapa. Ama wewe unajulikana uko kwa hii nyumba. Na ulitoroka ukaenda kwa kakade. Sasa wakati hiyo mzigo itateremshwa hapa. Haitateremshwa kwa kakade, na hapo uliwacha kama umeogea baya. Wachana hiyo pastor. Hata hajui kuhubiri vizuri. So by the time you come to know, ndio utaenda ukutane tu na mama wale wakolini huko barabara. Akwambia kuna kanisa ulikuwa naenda pale City Stadium. Rudi huko. Huko ndio baraka zako ziko. Ukikuja unakuta gari ilikuwa imekuja Prado, ulikuwa unaombea Prado. Kumbe hiyo gari ilikuja ikakuwa Prado. Ule mtu alipokea hiyo gari kwa sababu wewe ulikuwa umeenda. Akaona kwa sababu hawezi kuitumia, akaachia pastor atumiage. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaje nani? Akapatia pastor atumiage. Ndio tunataka tunapatiwa vitu because we are caretakers. By the time you come to realize yourself, vitu zako ziliachwa hapa. Ndio utakikuja hapa utakuta ndio naona watu wananunua gari KQQ, KPC na KPT. Hiyo gari ikitoka kule ilitoka ikiwa mpya. Lakini kwa sababu haukuwa na time ya kusikiza, haukuwa na time ya kukaa chini, ikakuja ikaachua kiateka. Kiateka hawajui kuchunga kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sio yao. Kanisa, Mungu alikubariki na kanisa, lakini kwa sababu ya mihangaiko, kanisa iliteremuka ikaachua pastor mwingine. Ndio unasikia kanisa ilipasuka. Ndio unaona kuna wakora wanakuja kanisani because they don't want to be associated with the struggle. They want to come and take your numbers. Kuna watu wanakujaga, anachukua tu namba, anachukua namba yako, anachukua namba yao mwingine, anachukua namba yao mwingine, alafu anaenda kukupigia. Bwana asifiwe mtumishi, Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi tulikutana na wewe huko CFC, huko synagogue. Na nimekuwa nikikuombea na Mungu amenionyesha kuna baraka, kuna muujiza inakuja. Sasa kwa sababu unajua mnapenda muujiza. Muujiza Yes, sasa Bwana anaenda kukubariki na magari, Baba anaenda kukubariki, Baba anaenda kukubariki, alafu kimalizia nakwambia, lakini sasa mtumishi, hali ni ngumu kidogo. Nataka kuenda Nakuru Heaven's Gate kukuombea.
Sijui kama kuna fare unaweza kunitumia ya shilingi kama 3,000 hivi, ndio nifika kule hata nitoe sadaka ambayo itanena. Wangapi wamekoniwa hivyo? So many of us have been conned. Why? Because we have crooks in churches. We have crooks who doesn't want to labor. Of them, they wanataka kuja kukula matunda alafu waende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mujihadhari. Mahali popote kuko na kanisa, kuko na hao maagenti wa kuchukua tusimu ta watu. Hata hapa mtachukuliwa tusimu. Ukiona mtu anakuitisha katika simu, unamshika hapa. Msikia? Mnaambia tuende kwa pastor nikupatie akiwe. Don't give your number to anybody. Illuminati, it is rampant. Watu wa Illuminati na wamekuja wanasema mimi ni pastor. Na sasa haukuwa na wao akikuwa pastor na anakuja na anakuwa na moyo mzuri sana na anaanza kufundisha watu, lakini ni mtu wa Illuminati. By the time you realize kule umepelekwa na ulitolewa wapi? Na pastor wa wapi? Blemiwa. Nani atablemiwa? The pastor. Mtaanza kusema sio ni pastor wako Waruinge. Na tunasemaga tu. Tulisema. Huyo pastor hakuna haja okoka, lakini ni kiherehere yako ya kutaka to anybody. Not until you are sure this somebody. Kuna mahali mnaenda na yeye. Hata mimi sichukuangi namba za watu. I don't call people. I will not call you. Not until kuna kitu tunafanya na wewe. Hapo kwa hapo. I will not call you. Ninataka kaunga. No, my God will provide. Bwana Yesu asifiwe sana. My God will do what? Will provide. So we have seen having sex with animals and doing these bad things. Afflicting widowers and orphans. That's another great spiritual mistake that we do. Wewe ambaye unamdhulumu huyo mama kwa sababu hana bwana. Huyo baba kwa sababu amefiwa na mke. That is a grievous mistake that we do. Kama umewahi kudhulumu mtu kama huyo, kuna makosa ambayo itakufuata forever. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewana. Kama umewahi ama ni umewahi nyote. Unajua venye mnaniangalia ni kama mmefanya hii makosa. Kama huyu alikuwa ananionea sana. Huyu alikuwa anaita kimodo kilake amugike negeuka, anatoroka. Lakini tunakula kwa hoteli yake kama nilikuwa amugike. Tulikuwa tunaingia kwa hoteli yake watu kama 50. Tunalipa bilu kama ya shilingi 10,000 na tunaenda. Pesa si mbaya, si amugike. Lakini kimodo kia amugike anatoroka. Hallelujah. Afflicting widows and the widower. Tusome Exodus 22 verse number 22. Tuko hapo. Ile kitu, you shall not afflict any widow or a fatherless child. If you afflict them in any way and they will cry all to me, I will surely hear their cry. If these people cry, God will hear their cry. Na ni Mungu amesema, si mimi nimesema. Ukiwadhulumu hawa watoto mayatima, hawa wamama ambao wameachwa na wabwana hao, wameachwa na bibi wameachwa, if they cry to me, if they do what? They cry to me, I will surely hear their cry. Sasa kumbuka kale kama mama ulitusi, ukikaambia nikasubua. Kale kama mzee ulitusi, ukasema nikamsubua. Kale katoto ulifukuza, kalikuwa hakakuwa na chakula, ukakaambia katoke kaende. That wakati kama kalienda kakilia, ujue there is a cry in heaven waiting for you. And this cry in heaven that is waiting for you, lazima wewe mwenyewe uende ujipeleke kwa mahakama. Nilidhulumu, nilifanya, nilienda, nikaenda, nikarudi kwa mahakama ya mbinguni, si ya hapa duniani. Na si pasta wako akupeleke, nilikufundisha hivyo, nimekufundisha. Uanze kufikiria, uone vile vitu ulifanya. Uone zile mimba ulitoa. Uone zile vitu ulifanya, ile dhuluma ulifanya, wale watu uliona, ile mipango ulifanya miovu, mtu akapata shida. Hiyo sasa unajipeleka mwenyewe kwa mahakama ya mbinguni. Hapo ndio prosecutor wa mbinguni na jaji watasimama waseme ameukama. Sasa tumsamee, tumfungulie milango. Milango mingi yetu imefungwa na nani? Na vitendo vyetu.
Our doors are shut because of our behavior. When I realized ile mambo yo I participated or I did not participate, one statement is I was the leader of Mungiki. Kwa hivyo kama kuna kitu ilifanyika Kirinyaga kule Biguni, mimi ndio nilionekana. Kama kuna kitu ilifanyika na Nakuru juzi, kitu ya kwanza nilifanya, nilipiga magoti Thika. Nikapiga magoti yangu na nikaanza kulilia hapo. Nikalilia mchaga ya Thika, nikajipeleka kwa koti ya Biguni. Nikaambia Mungu nimekuja. Ulinituma nikuje Thika nifanye madhabahu yako. Lakini niambie kwanza, nimekubalika? You have to be accepted for you to receive or to do the work of God.